ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Sasa Mosi ndo umekutua viunga vya Jangwani hapa tulipokuwepo. Nani? Mosi ndo mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC ya Tanzania. Ngoja nikwambia kitu kimoja. Yanga ya sasa hivi haiangalie eti kwa sababu mchezaji amefunga magoli mengi. Yanga ya sasa hivi inaangalia performance ya mchezaji kwa kila mechi. Umeelewa vizuri? Unaweza kawa ni mchezaji ambaye umefanya vizuri kwenye msimu lakini msimu mwingine ukawa hauko. Kwani wapo wachezaji wengi ambao wametoka sehemu zingine wamekuja hapa wakiwa wafungaji wazuri kwenye timu zao, lakini wamekuja hapa. Nikupe mfano mdogo tu. Waziri Junior unamkumbuka? Alikuwa ni mchezaji mzuri wa biashara na alikuwa anafunga magoli, lakini alipokuja Dar es Salaam Africans hakuonyesha kile ambacho sisi tulitarajia kukipata. Kwa kiufupi, Yanga haimwangalii mtu eti kwa sababu anafunga sana magoli mengi. Yanga kinachoangalia ni performance yako na muendelezo wa kile ambacho unakifanya siku hadi siku. Mwisho wa siku watu watu ambao mascout wanaenda na kuangalia na kufuatilia kwa muda mrefu. Ukiona umetoa Jangwani, maana yake umekizi vigezo vyote ambavyo Dar es Salaam Africans wanavyohitaji, lakini sio kwa sababu eti umefunga tu magoli. Inaweza kama umefunga magoli lakini ni yale ambayo yamekuja tu kwenye njia umefunga. Kwa kiufupi ni kwambia kitu kimoja. Dar es Salaam Africans inaangalia performance yako na muendelezo wa kila siku, kipaji, talent lazima iwepo. Bwana, hivyo ndugu yangu. Sasa nataka turudi, msimu tayari umeisha na msimu wa wanachama tayari nao umeisha. Leo tukiwa tuna tarehe 4, ni wazi sasa hivi hakuna mwanachama hata mmoja wa Dar es Salaam Africans labda ambao wameanza kujiunga kuchukua kadi ya wanachama kuanzia tarehe 1. Na uingiaje msimu huu sasa wa 26 kuelekea 27 ikiwa leo tuna tarehe 4 hakuna mwanachama hata mmoja? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Lengo kuu mama ambalo Dar es Salaam Africans wanalitaka na wanalihitaji kwa ukubwa zaidi, lazima niwaambie. Kwanza wana uhitaji zaidi wa kuwa na wanachama wa kutosha. Mpaka sasa hivi bado namba zetu ambazo tunahitaji kwenye wanachama bado hazijafikia malengo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sisi kila mwaka tunasajili wanachama. Yaani wanachama, ligi imeisha, sio wanachama wameisha. Wanachama wanatakiwa waendelee kujisajili na tutapita mtaani tukiwa kama influencer wa klabu kwenda kuhakikisha wanachama tunawashawishi wanakwenda kuchukua kadi za wanachama, na kama hawana kadi za wanachama wanakwenda kuchukua kadi za wanachama. Lakini kama mtu anao kadi ya wanachama basi hakikisha analipia ada ya wanachama. Tuna mambo mengi, tuna vitu vingi vya kufanya. Msimu unaokuja tunahitaji kusajili wachezaji wakubwa. Tunahitaji kuleta wachezaji ambao watakuja kufanya mambo makubwa sana katika nchi, katika ardhi yetu ya Tanzania. Lakini Engineer Harris peke yake kwa kumtegemea tu GSM peke yake, tunaamini kwa pesa alizokuwa nazo anaweza kufanya kitu kama hicho, lakini lazima na sisi wanachama tuonyeshe katika ile nguvu ambayo tumepewa. Lazima tulipie ada zetu za wanachama, lakini sio kulipia tu. Kama wewe mshabiki huna kadi ya wanachama, hakikisha unapata kadi yako wanachama. Mshabiki yoyote, mwanachama yote anapita mtaani, anazunguka sehemu yote, akijiona ana kadi, kama anaongea na mtu ambaye ana kadi, hakikisha anamshawishi, anakuja ndani ya klabu hapa, anamkatia nini kadi, kwa sababu yeye kama amepata kadi, maana yake process za kuipata inakuwa ni rahisi. Mimi nikwambia kitu kimoja. Mashabiki wengi wanahitaji kadi lakini hawajapata elimu ya kutosha namna ya kuzipata hizo kadi. Kwa kifupi, kama sisi influencer wa klabu lazima tuhangaike mtaani, lazima tuhangaike mikoani, lazima tuhangaike kila sehemu kuhakikisha wanachama wanakuja kwa wingi kuja kuongeza zile numbers ambazo tunazihitaji. Sisi bro tuna malengo makuu ya kutimiza, si chini ya wanachama milioni 1. Tukifika wanachama milioni 1 maana yake tutakusanya zaidi ya bilioni 40, bilioni 30 ambazo zina uwezo wa kutuendeshea kwa ukubwa zaidi klabu yetu. Bwana, hii klabu ina kila kitu na tunaamini kabisa uwezo huo tunao na nia tunayo. Kundi kubwa la mashabiki wa leo walioanzia pale Kalume kuja hapa, wengi ni mashabiki, sio wanachama. Unawaambiaje sasa kuhusu kujiunga na wanachama wa Dar es Salaam Africans? Ndio maana nimekwambia mashabiki wengi bado hawajapata elimu ya kutosha kuhusiana na kadi ya namna ya kuipata kadi ya wanachama na ina faida gani. Umeelewa vizuri? Sisi kama influencer wa klabu, maana yake tunakwenda kuzunguka mikoani, tunakwenda kuzunguka mitaani. Bana, bila ya kuchoka tunakwenda kuwapa watu sasa elimu ili tuende tukatimize yale malengo ya kuwa na namba nzuri za kutosha katika kupata wale wanachama ambao tunawahitaji. Kiufupi, hao wote ambao umeona ambao hawana kadi za wanachama ni kwamba hawajapata elimu ya kutosha. Hilo ndio jambo la msingi ambalo tunaweza tukulizungumza, na tunaamini kabisa elimu bado haijakuwa kubwa. Kwa hiyo tunaamini kama tukitengeneza kitu fulani hivi influencer wa klabu tukaanza kuzunguka sehemu mbalimbali na kuanza kuwapa watu elimu ya kutosha, kadi za wanachama zinapatikana kwa wingi. Na sio kadi tu, ukipata kadi lazima ulipie na ada yako wanachama. Bana, hii 2026 kwenda 2027
mimi Machiri Yanga nakuhakikishia namba za kadi za wanachama zinaanza kupanda. Yanga Africans ina system mbili. Kuna kadi ya wanachama na kadi ya washabiki. Unawaambiaje mashabiki wa Yanga ambao wana watoto wao? Ni muda mwafaka sasa wa kuchukua kadi za mashabiki kwa ajili ya watoto wao? Yote ni nzuri, yote inafaa. Umeelewa vizuri. Kama mtoto hajatimiza umri, yani mtoto mdogo ambaye hajatimiza umri ambao unazungumzia miaka 18. Miaka 18 ni kwamba mimi nilikuwa napenda kitu kimoja. Zote ni kadi ambazo ni nzuri, lakini ningependa zaidi kama watachukua kadi moja kwa moja za wanachama. Umeelewa vizuri? Japokuwa kadi ya ushabiki inafaa na kadi ya wanachama ndio nzuri. Mimi napenda kadi ya wanachama. Mashabiki wajikite sana kwenye kadi za wanachama ambazo zinakwenda moja kwa moja kumbeba yeye moja kwa moja. Umeelewa vizuri? Zinambeba moja kwa moja. Ukiwa na kadi ya wanachama unaheshimika. Ukiwa na kadi ya wanachama unapata punguzo kubwa la kibiashara kutoka katika maduka yote ya GSM. Hata hapa klabuni ukija kununua bidhaa za ndani ya klabu unapata punguzo kubwa hasa katika maduka ya GSM na vitu vingine. Ukienda hospitali za Aga Khan kama una kadi yako wanachama, maana yake kuna punguzo la 10% kadhaa. Mimi nafikiri na nawashauri wachukue kadi za wanachama. Yaani ndio kitu ambacho mimi na kwangu naona kipaumbele zaidi kuliko kadi ya mashabiki. Lakini kadi ya washabiki pia unaruhusiwa kuchukua, ila kwangu kadi ya wanachama imenyoka. Kwanza ukiangalia nembo yake ilivyokaa, maandishi yalivyokaa, ukubwa. Bwana, kama umebeba kadi ya benki umeitia mkono, endelea na mambo yako. Bwana, hii ni wakali wa Mzinga TV kutokea maeneo ya pale Mzinga. Bwana, tulikuwa tunapiga story 2-3 na Machili hapa na ndo anaachia hivyo. Bwana, usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii. Tunapatikana wakali wa Mzinga TV.